International tienda na tana basamata nagagwete dego shago tamana ka wancho ko sile sambo tena bipsudo oyo ga maone na linjigiti nyeton raine no wendo libiketa asiko bitko mwa wege gulengo. So karibu sana bwana Geoffrey Musiria. Yeah, asante sana dadangu. Naitwa Naomi. Jina la kikazi ni Nemu Cheboyo. Can you say that? Nemu Cheboyo. Hiyo. Yeah. Nemu Cheboyo. Nemu Cheboyo. Yes. Karibu sana. Asante. Challenges are waiting for you. Sisi kama salamu Chamge. Missing. Kongoi. Unajua tu as time goes by. So nataka uanze na introduction. Bwana Geoffrey Musiria ni nani? Yeah. Yes, kwa majina mimi naitwa Geoffrey Musiria, mimi ndiye katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi gatuzi la Nairobi. Hapa awali nilikuwa katibu mkuu wa mazingira. Wengi walinijua kama Geoffrey Musiria, katibu mkuu wa mazingira gatuzi la Nairobi, Chief Officer in charge of environment. Right now I'm serving as the Chief Officer in charge of inclusivity, public participation, citizen engagement and customer service in Nairobi City County. Hapo ndio nafanya kazi. Hapo ndio napata pesa ya kujilea na kulea familia. Na pia hapo ndio napata fungu la 10 kusaidia watu kwenye streets na kuokoa wale ambao hawana mtu wa kuwashika mkono. Yeah. Okay. So maybe a little bit of masomo background kidogo. Yeah, mimi nimesoma. Nimezaliwa kwenye familia ambayo ni polygamous. Babangu alikuwa na wake watatu. Mimi number 21. Number 21 out of 21. There's a lot I've learned from polygamous family. Yes. And what I'll say, polygamous family is good. It's not bad. Provided as a father, you are able to take care of your wives and your children and make sure that you unite them. Sisi tumezaliwa watoto 21 na tunajuana sisi ni ndugu. Yes. Na madada zetu tunawajua. Hakuna ati step brother, step sister. So hilo ndio limenifanya nikasema family is about a father and how your wives get to be brought together, wapewe sheria za kuishi nazo na wazifuate waishi vizuri. So mtoto wa 21 years nilipata kwenda shule na pia nikumshukuru kwamba walipea foundation. Nikasoma, nikahitimu primary, secondary, university, nikamaliza kutoka chuo kikuu cha Nairobi na nikarudi nikafanya pia masters, nika-enroll PhD lakini sasa sijaimaliza. Actually nili-enroll na sikuenda class kwa sababu hii kazi imekuwa mingi. So nikaajiriwa the year 2013. Umeisomea kazi gani? My background is finance. Okay. Nimesomea pesa. Kuchunga pesa zenu. Okay. Na kuhakikisha kwamba pesa yenu haipotei. That's why I'm always making sure that every coin assigned to my department is accounted for the right way. Yes. Sababu it's not my money, it's Kenya's money. So I also served, I was employed in the year 2013, Nairobi City County as an administrator, before devolution actually. Then I was devolution, I worked in Mbagathi as an hospital administrator. I worked as a hospital administrator in Mama Lucy, Pumwani, Mtwini. Kama mliona kwenye mitandao ya kijamii, kwenye radio, televisheni, mimi ndio niliyeshika wezi wa watoto pale Pumwani. Waliokuwa wanaiba watoto. Yeah, it was rampant. Yeah. Nilipofika pale, nikiwa deputy administrator, kulikuwa na wakubwa wangu. Yes. Nilikuwa pale naona watoto wanaaga. Aso wale wamezaliwa na sign impress. Mara na sign watoto 20 mili ya watoto wale wamezaliwa mili wakaaga. So nikaanza kujiuliza nini inafanyika. Nikakuwa interested, nikakuwa keen. That's when niliingia pale. Naingia ward, nikaanza kubefriend wale kasho wanawaka hapo ndani, labor ward, theater, kila mmoja ananipa information. Mwingine akaniambia, unaona hii kuna hospitali iko Eastleigh. Na hiyo hospitali ni ya kibinafsi. So ambulance inawekwa hapo nyuma ya kitchen hapo. Kuna exit kutoka theater unateremka unaingia kitchen. Nishateremka hapo ndio wanaepeshia watoto. Kulingana na bila nieleza. So na mimi nikakuwa keen, nikataka kujua ni kweli. Yes. So kisha
ikakuwa naona watoto wanaaga, ikakuwa too much. Nasema pia mimi nimeoa mke wangu ana expect siwezi taka mke wangu apoteze mtoto na akija hospitali hajakuja kama yeye ni mgonjwa, amekuja kujifungua. Hapo ndio pale niliambia Governor Mike Sonko akiwa governor, the former governor, kwamba watoto wanakufa vibaya huku. Na kuomba tu uje wewe mwenyewe ujionee na ukuje asubuhi saa 2 kabla hatujasafirisha hiyo mili kwenda City Mortuary. Na yeye akasema atakuja ajikonfirmie, hata amini kile nimemwambia, akuja ajionee na macho. Nikamwambia wewe ukikuja uingie uende pale labor ward, kuna room iko hapo, alafu ende ground floor. Kuna ka holding room mocha, waulize tu kale ka holding room ya mili iko wapi. Akuja akapelekwa. Kisha akapata mili zimewekwa kwenye cartons. Hapo ndio sasa mliona kwenye televisheni, kwenye maredio, kwenye mitandao, Sonko unmask watoto ambao walikuwa wamekufa kwenye carton. Wenzangu tuliokuwa tunafanya nao kazi walinichukia. Wakaniita mimi ni mall, mimi ni sell out, mimi ni si mtu wa kuaminika kufanya nao kazi. Sasa nikamwambia hivi, it's not about being a mall. Call me a mall. Niite sell out. Lakini yule mama aliyekuja hospitalini akampoteza mtoto baada ya kumbeba miezi 9 apate justice. Nitusi, nichukie, walinichukia. Especially wale walikuwa kwa hiyo cartel walinichukia kwamba nimewamulika. But nilisema hivi, nichukie, nidharau, niite majina, niite spy, niite mall, but nimesema maisha ya watoto. Na kweli niweza kuokoa. Toka hapo ndio Sonko akawasimamisha ambaye alikuwa Medsup na administrator ambao walikuwa involved, all officers who were involved. Wakasimamishwa kazi. Mimi nilikuwa deputy administrator, nikapewa ushukani ya kushikilia hospitali hadi pale watakapo pata mwenye atakuja achukue ushukani ama niendelee. Nilipokalia hicho kiti, kwa sababu nilikuwa najua cartel, nilianza sasa kudeal nao one by one. Kwanza nikaanza na wale ambao wanafanya hawking kwa hospitali. Nikasema hospitali mgonjwa anakuja kuona na visitor mmoja ama wawili, lazima waandikishwe na lazima waonyeshe kitanda, mgonjwa wako ward gani, kitanda gani. Nikazuia cartels. Watu walikuwa wanaingia wanafanya hawking kwa hospitali, staff na watu wengi. Mtu anabeba beseni, vikombe, wanakuja kuuzia wagonjwa wakiwaibia. Nikawazuia. Wakanichukia. Wakaanza kunipangia. Wakasema huyu, wakaitana kikundi, cartels walikuwa 11 staff. Huyu mtu tumfanyeje? Wakaanza kupanga vile niua. Mpaka wakachora plani ikaivana. Wakasema wanitafutie, wakati unajua chakula ya wagonjwa wakati kabla wale, lazima pia mimi nifike pale kitchen nikague niangalie chakula wanakula ni tamu ama ni mbovu. Nasema huyu tutamtafutia kwa kitchen kwa chakula. Kisha wakasema huyu tutamtafuta mahali ile hoteli anakulia. Option 3 ilikuwa atafute wakora. Gang. So mama mmoja akawaripoti. Akawarekodi wakipanga, akakuja kaniletea. Na mimi nikaripoti hapo Shauri Moyo hapo kulikuwa na nini hapo California Police Post. Wakaitwa wote 11. Wakaambiwa waandike statement, wakapewa recording mpaka video. Wakaandika, wakasema wenyewe sisi tulikuwa tukua serious, serious about someone's life. Wakaambiwa sasa mtakuwa mnapiga ripoti asubuhi, Mosiri ameingia kazini yako hai, jioni ametoka yako hai. Na mnakuja mnaandikisha. Wakafanya hivyo wiki moja mbili, kila mmoja akajitafutia transfer akatoka Pumwani. So hospitali kisha nikiwa tu nilikuwa nafanya ward round every 2 hours. Naingia ward hii, naingia hii, naona staff wako kazini, wagonjwa wanahudumiwa. Choo ziko safi, hospitali yenyewe ni safi. Wakati napanda stairs nikasikia mtoto analia. Na ni mimi tu niko kwa hiyo corridor, mama mmoja anani approach na askari amesimama kona hii. Hapo akichunga mwana chunga hiyo corridor. Nikielekea kwenda ward 2. Nikauliza mama ambaye ananifuata, mtoto analia, unasikia analia wapi? Ati hata mimi nasikia. Kidogo akanipita nikaona, nikasikia sauti iko na yeye.
Mwambie askari hebu rudisha mama. Ajaribu kukimbia, amshika. Kisha tukapata kwenye bagi amebeba kwa mgongo, ameweka mtoto wa mtu ndani. Tulimshika tukampeleka Shauri Moyo. Huyo ni mwizi wa kwanza wa watoto nilishika. Tukashika wa pili ambaye alikuwa amekuja amepretend kwamba ako na mimba. Kumbe amejifunga nguo. Amelala kwa ward. Mgonjwa akamuona. Namba yangu nilikuwa nimepeana kila kitanda. Akanipigia akaniambia kuna mama hapa amejifunga nguo lakini hana mimba. Tunaogopa akimbia watoto. Tukaenda tukampata. Kumshika. Kumbe alikuwa ameambia boyfriend wake ako majuu kwamba alimwacha na mimba. So boyfriend yako karibu kukuja, anataka akuja apate nini? Mtoto. Na jamaa mwanamke haja pata mtoto. Na haja yake ilikuwa apate njia ule akikuja akipata kwa mtoto ampeleke wapi? Canada. Waone. So niliweza ku unmask hiyo, akashikwa pia akapelekwa ndani. Na pia kuna wengi tuliweza kuwashika. Ni kitu niliambiwa. Si kujionea, lakini niliambiwa hivi. Ati kama sieta, si unajifungua umedungwa ya madawa, umejifungua. Kisha wanakuonyesha ule mtoto ambaye amekufa kwa fresh. Kwamba mtoto wako umejifungua ndio huyu ameaga. Kisha ule wako anawekwa kwa carton, wanatoa ambulance inategea huko nyuma, wanaweka, wanapeleka. Niliambiwa kwamba mtoto wa kiume walikuwa wanauza 300, mtoto wa kike 200,000. Watu walikuwa wanauza watoto kama omena, kama sukuma. Watoto wa watu. Mtu ambeba miezi 9 unaonyeshwa maiti, unatoka. So, hata kuna kesi nikiwa pale, sijui iliisha vipi sababu nilitoka kabla ishe. Mama alienda akafanya DNA mwili aliyoonyeshwa, DNA iko negative. Alionyeshwa mwili, akafanya DNA iko negative. Hiyo kesi sijui iliisha vipi sababu nilitoka kabla ishe. Nikiwa Limsweta. Nikaenda Mbagathi. So, there's a lot of transformation nilifanya pale hiyo hospitali. Revenue walikuwa nakusanya pesa per year around 30-40 million. Nilifunga mianya ya wizi. Nikaweka proper systems in place to automate some of the systems discharge. So aungetoka na mgonjwa kabla hujapita, nasi wa ward lazima akilie, hakikisha kwamba umelipa. Cash office lazima wakukilie. Security kwa gate lazima confirm na cash office umelipa. So revenue got to almost 245 million from around 30 million to 40. That's an indicator that systems were working. Tuka transform facility, tukahakikisha kwamba choo ile ambao mgonjwa anatumia is equivalent na ile mimi natumia kama administrator. Yangu isiwe safi, yake iwe chafu. So mahali wanalala tukawapatia mattress mpya, beddings mpya, bedside locker, usafi, tukatengeneza, tuka transform facility ikakuwa safi. Na hizo systems ndio ziko mpaka sasa hivi. Mbagathi nilifanya the same. Mama Lucy sikupata chance ya kuwa in charge. Ningepata chance ya kuwa in charge pia ningenyorosha 1 2 3, lakini as a chief officer in charge of health facilities niliweza kuhakikisha kwamba nimeweka ICU, Mama Lucy CT scan ambayo ikuwepo, renal unit hiyo ni chini ya uongozi wa Governor Sakaja, First Eye Hospital. There's a lot of transformation we did in that facility, lakini nilikuwa naelezea Musira nani. So nilifanya kazi kama administrator, kisha nikafanya kazi kama chief officer in charge of health facilities, chief officer in charge of environment, na mahala sasa nipo chief officer in charge of inclusivity, public participation, citizen engagement and customer service. At the moment, a lot of cases ya watoto ku disappear, watoto kupotea, abducted, abused. Even from my own county, in Bomet County, there is a lot of kuna rampant cases ya rape case, watoto urepiwa nini. So where do you get information? Hiyo information kwamba there is a child being abused mahali, do we see you unawakilisha kila mahali? You see, I've decided to do this work of helping the children because they are vulnerable. Nobody will speak for the children. Hakuna mtu ataongelea watoto. Watoto wanateswa, watoto wanabakwa, watoto wanachapwa, wanapigwa kichapo cha mnyama, na hakuna yule atajitokeza kuja kuwatetea. So imefika mahali nikasema siniwe tu mtetezi wao watoto for once, nifanye niwape hiyo huduma, kwa sababu hata my work ni kupeana huduma. But sometimes I do it even outside Nairobi. My work is within Nairobi County, but I go outside Nairobi County because I believe there's someone sleeping on his work. Mosiri hawezi kuwa anaitwa kwenda Kiambu kusaidia mtoto ambaye amepigwa na kule kuna
maafisa wa serikali So, wanafanya nini. Shida ni moja. I get this information from Kenyans. There's my number on my profile. Kuna namba yangu ambayo iko kwa profile. Wakenya wanapoona mtoto anadhulumiwa, wanajua tu suluhisho ni Mosiri. Mosiri akikuja itafanyika. Shida ni moja. Mama akipiga ripoti kwenye polisi, polisi kuna wale wazuri, kuna polisi wazuri sana ambao tumefanya nao kazi. Lakini kuna wachache ambao wako pale kwa reporting desk, akiongeleshwa anamjibu vibaya. Anamwambia unataka sasa tufanye nini? Mtu anamwambia wewe unatufunza kufanya kazi. Kama juzi nimeenda kurescue mtoto ambaye amepigwa na mamake. Yes. Kufika pale station, huyo madam wako ameniona. Nimevaa kofia. Kufika nikamwambia kuna mtoto tunataka kwenda kurescue, wameripoti na huyo mtoto anafaa peleka hospitali, mkono umevunjika na majirani wameogopa kwenda hospitali sababu hawana pesa. Yes. Na sasa mamake anatembea akikunywa pombe, anasema anategea mtoto arudishwe nyumbani, wale wampeleke hospitali wamrudishie, hakuna kitu watamfanya. Huyo askari akamwambia, "Sasa unataka sisi tufanye nini?" Enda umpeleke kwanza hospitali ndio mtuletee P3. Nikamwambia madam, sasa tutampeleka aje hospitali? So hapo ameniona. Tutampeleka aje hospitali na hatuna pesa. Atuambia sasa mimi unataka nifanye nini? Unataka kutufunza kazi yetu? Nikamwambia madam, hivi ndio wewe mnaongelesha wananchi? Tunataka kufunza kazi yako. Si ni kazi yako kupeana huduma kwa huyo mtoto. Wewe kama ofisa umchukue mpeleke Mama Lucy atibiwe kwa sababu ilikuwa Kayole. Atibiwe kisha aletwe ule mama akiwa ameshikwa kondani, mpeleke kotini. So aliniongelesha vile anataka. Kisha wakati aligundua na mimi ndio akaanza kushtuka sasa. Na mimi nikasema hivyo ndio umesema, aje basi nipigie OCS. Kisha OCS akapigia duty officer. Duty officer akapatia askari, ule mama tukamshika kwa baba mahali alikuwa anakunywa pombe, tukamleta, mama akapelekwa hospitali, akapata huduma. Kisha akarudishwa nyumbani. Kuanzia hapo ndio nataka nifuatilie nijue kama mama amepelekwa kotini ama aliachiliwa. Na street families wamekuwa wengi. Sure. How do we control this? Sheria ikuwekwe ya kuzuia watu kuzaza kupeana mimba ovyo ovyo na kujifungua watoto, na family planning ikuwe compulsory to the street families na those people who are unable to get children. Na mtu ambaye kama ni single mother na uko na watoto watatu na umezaa na wanaume different afanyiwe family planning, asiongeze watoto wengine. Sasa unazaa wengine tena utuletee mashida, wengine wamejaa kwa street. There be, unajua hiki kitu mimi nitaendelea kuadvocate for. Family planning iko compulsory kwa watu wenye already wamepata watoto na hawana njia ya kuwalea. Wawekewe compulsory family planning ile ya kuzuia wasipate. Nyingine wanaume wale ambao wamezalisha. Mwanamke kama umemzalisha zaidi ya wanawake watatu na ulei hao watoto, ushukuliwa watoto ushikwe. Ni ile uende ukachunga huko kwa serikali ndio zidae wengine huko nje. Because why are you unaendelea tu kuzalisha na ulei? Let there be a law so that mtu kama huyo anashikwa anafungwa. Ama ana take responsibility. So that tupunguze unnecessary people giving birth unnecessarily without taking responsibility. We want to have a responsible parenting, and how do we achieve that? There has to be a law to get that. That's why watoto wamejaa wengi huko nje. Hawana watu wa kuwalea, watoto wanaibwa, watoto hata wengine hawajaibwa wako kwa streets. Mtu anasema mtoto wangu aliibiwa. Mtoto ameibiwa na kwa street kwa sababu you are not there to take care of these children. Wengine wanaenda wanadambu watoto kwa streets kwa sababu hawawezi walea, wanarudi kusema watoto wameibiwa. Naona? So let there be a law to control unnecessarily giving birth to children that you cannot take care of. You already niko na watoto watatu na nimetosheka. Kwa sababu why should I add more? And already these three I'm straining to take care of them. Why should I struggle nikuwe na watoto nizalishe huku atanitafute mwanamke mwingine nizalishe huyu. Alafu zaa kama ni mtoto mmoja, huyo mtoto mpatie the best life in this world. Kama ni watoto wawili. Lakini unapata mwanamke ako na watoto wa 7. Na najua kuna watu unanisikiza uko na watoto wa 7 na wanaume zaidi ya 3. Aenda ufanye family planning, uweze kulea watoto na kila mmoja babake atafutwe, report polisi, aende kwa children office, wasamuniwe, waanze kulea watoto ndio wapunguzie mzigo. Sasa mama wana struggle na watoto ambao baba zao wako free, wanakunywa chang'aa, wanakunywa pombe na wako na wengine tena wanaendelea kuzalisha. Such people should be arrested
hata ikiwezekana pia hao wanaume wafanyiwe family planning ya kuwazuia pia kuzalisha. Because why should you be giving birth to children you are not taking care as a father? Hao wanaume pia wafanyiwe family planning. Ama dada anaongea vibaya? Ni ukweli. Ni ukweli. So do you know of any Kalenjin music? Kuna wimbo moja napendanga. Nilisikiza inaitwa Achomin. By who? By who? By who? Kuna mwanadada, wacha niangalie huyo mwanadada anaitwa nani? Hiyo ngoma nilisikia, sijui anaimba nini? Hii Chebet. Zing. Chebet Zing. Oh, Chebet Zing. Achomin. Wa. Okay. Nawapenda sana ndugu zangu wa Kale. Nyinyi ni watu wetu na sisi ni watu wenu, na watu wetu wanaishi na nyinyi hapo, najua wananitizama, wananisikiza. Tunawapenda sana. Chamge missing. Asante Gomboi missing. Yeah. Thank you for honoring our invite. Thank you so much. Asante sana.